Bana, joto la kuelekea kwenye safari ya World Cup linazidi kupamba moto kama ni joto sasa hivi liko kwenye kileleni pale. Bana, mustakabali wa Iran mpaka sasa bado haujulikani. Inavyosadikika mpaka sasa bado hajapata kibali cha kuingia Marekani. Sasa Ayubu Mgando, kwa kuitazama Iran na story ya hichi kilichoendelea kwenye mambo ya kisiasa na hatimaye ya kuingia kwenye World Cup na kibali, masuala ya kibali kuingia pale Marekani, ni kwa namna gani tukitazama Iran inaweza ikawa ni kivutio kikubwa sana kwenye mechi za World Cup? Ni kivutio kikubwa kwa sababu wale wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa walivutiwa na namna ambavyo Iran imeweza kuwavimbia wa Marekani na washirika wao Israel, kwa sababu wameweza kubishana nao kiteknolojia, wameweza kubishana nao kwenye masuala ya nguvu za kijeshi, na mpaka kumfanya Marekani aanze kufikiria sasa namna gani wanatafuta njia nyingine ya kidiplomasia kuweza kumaliza ile vita ambayo ilikuwa ikiendelea kwa muda mrefu na ikapelekea athari kwenye nyanja za kiuchumi ya mataifa mengi sana, kwa sababu Iran ni moja kati ya nchi ambazo zinazalisha mafuta kwa kiwango kikubwa sana, ni wasafirishaji wa mafuta kwa kiwango kikubwa sana sehemu tofauti duniani. Kwa hiyo ile vita kuhusiana na ule mfereji wa Hormuz ambao Marekani wanataka wawe sehemu ya umiliki wa huo mfereji ili na wao waweze kunufaika na yale mafuta ambayo yanatokea Iran, iliposhindikana vita kawa inaendelea. Kwa kuna baadhi ya kundi la watu likiamini kwamba Iran wameonewa. Kwa hiyo kuwa underdog na kupigana na mataifa mawili na yani kuweza kuyazuia mataifa ambayo yanasifika kwa akili, Israel pamoja na uwezo wao wa kuweza kutengeneza vitu tofauti kwenye teknolojia. Unazungumzia Mossad wale. Mossad ambao ni shirika la kijasusi la Israel. Wameweza kubato nao toe to toe, lakini wameweza kubato pia na Marekani. Kwa hiyo wamepigana na mataifa mawili kwa wakati mmoja, na bado Irani wakaendelea kushikilia bomba. Kwa hiyo kuna watu wamefurahishwa na hii underdog story ya Iran kwenye masuala ya kisiasa. Kwa hiyo kwenye World Cup Iran imefuzu mara 7. Finali za kwanza ilikuwa mwaka 1978, ikaja nyingine mwaka 1998, lakini kuna nyingine mwaka 2006, 2014, 2018, 2022 na 2026 imefuzu, na wakiwa wana historia ya kuweza kushinda mechi 3 katika kombe la dunia, ikiwa kubwa ni mwaka 98 wakibabua Marekani kwa goli 1-0 kwenye mchezo wa kwanza wa World Cup. Yes, kwa ni historia ambayo Iran wanayo. Na miaka yote ambayo Iran imefuzu haijawahi kuvuka kwenye group stage. Yes, kwa hiyo kuna story ambayo watu wanatamani kuiona sasa. Je, Iran wataruhusiwa kuingia ndani ya Marekani? Na kuna sababu kwa nini Marekani wanaweka hivi vikwazo kijanja, kwa sababu wanafahamu kabisa kuna familia ambazo zimepoteza wapendwa wao kule katika hii vita ambayo ilikuwa ikiendelea kutafuta umiliki wa ule mfereji wa Hormuz. Kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Kwa hiyo Marekani wanahofia once wa Irani wakiingia wengi, huwezi jua kuna wengine wanaweza kawa mbeba visasi. Kwa hiyo wanaogopa kile kilichotokea Oktoba, ilikuwa ni September 11, 2001 isije kajirudia. Lakini pia kumbuka upande wa pili Marekani pia bado hawajamalizana na Mexico. Wale drug dealers. Unakumbuka pakati walimuua mmoja kati ya drug dealers wakubwa pale Mexico. Kwa hiyo wale wafuasi wao na wao bado wana visasi. Kwa hiyo Marekani anaona kabisa na Mexico ana hawa drug dealers kutoka Mexico na hawa watu wa kutoka Iran wakichanganyika, na sio Iran tu, kuna mataifa mengi ya Kiarabu bado wana vinyongo na Marekani ambao tayari huko nyuma walishawahi kupigwa na Marekani. Kuna Iraq na wao bado wana vinyongo nao. Kuna Afghanistan. Hapo nazungumzia kuna makundi ya kigaidi ambayo yanaweza kashirikiana na Iran kwa ajili ya kulipa kisasi. Kwa Marekani apart from kombe la dunia linafanyika kwao, lakini haya mashindano yanafanyika kwao wakiwa wana wasiwasi kweli kweli, kama Iran mashabiki wao wakiingia kwa wingi. Alafu hapo pembeni yako na jirani yake Mexico pia bado nao drug dealers wanamtamani, yani wana kinyongo na wao. Yes, naelewa kwa nini
mamlaka za Marekani zimekuwa na wako makini kwenye hiki ambacho kinaendelea dhidi ya Iran. Yeah. So kwa kuliangalia group lao kuna Ubelgiji, kuna Egypt, kuna Iran na New Zealand. Unahisi kuna nafasi yote anaweza ataka furukuta kwenye ile group? Ubelgiji of course wametengeneza kizazi kingine mara baada ya kile kizazi chao cha dhahabu kufutika, na katika kile kizazi cha dhahabu waliobaki ni wawili, Romelu Lukaku pamoja na Kevin De Bruyne ambao ndo waandamizi kwenye kikosi, lakini wengine kina Alexis Salzmaker anaambia anakipiga katika klabu ya AC Milan, kina Jeremy Doku anakipiga pale Man City. So wengi ni vijana ambao wanaingia. Kuna Onana ambaye anakipiga Aston Villa. Hao ndo kidogo ambao wana majina ambayo yanashikika, lakini wengi wao ni vijana wanataka kwenda kuprove kwenye jezi ya Ubelgiji. Ukija Misri, Mohamed Salah of course ameondoka Liverpool, amekuwa mtumishi bora sana kwenye kikosi cha Misri, na yeye anataka aache historia yoyote akiwa na kikosi cha Misri, kwa sababu Liverpool tayari ni legend. Yes, hata Misri ni legend, lakini kuna kitu anatamani aache kama kumbukumbu, ili jina lake liweze kuimbwa kwa muda mrefu kama wanavyoimbwa kina Mido pale Misri, watu kama kina Zidane, kina Butrika ambao waliwahi kufanya vizuri na timu hiyo ya taifa ya Misri. Kwa hiyo na kuna kitu anataka akaprove, aache kama alama kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Misri. Lakini tukienda kwenye timu nyingine ambayo ipo kwenye hilo kwenye kundi lao, New Zealand, sioni namna gani ambavyo wanaweza kuchallenge of course giant hapo ni Ubelgiji, lakini Iran na wao uzoefu wao kufuzu mara 7. Ukija hapo Misri pia na wao uwepo wa wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, kombe la shirikisho, lakini pia kwenye mashindano ya AFCON wanafanya vizuri, ijapokuwa kuna anguko kubwa la timu yao ambao unajua Ahli kama Ujerumani Bayern Munich ilivyo. Yes, ni timu ambayo once wao wakiwa vizuri hata timu ya taifa ya Misri pia inakuwa vizuri. Kukiwa na anguko kwenye timu ya Ahli pia hata kwenye timu ya taifa ya Misri pia vitu vinakuwa haviko vizuri, japokuwa kuna Omar Marmushi ambaye yuko Man City, kuna huyo Mohamed Salah, kina Mohamed kina Trezeguet hapo. Kwa hiyo tuone ni kitu gani ambacho Misri wanaweza kufanya. New Zealand sioni namna gani ambavyo wanaweza kwenda kujipapatua na kumaliza nafasi 2 katika zile timu 4 ambazo zipo kwenye kundi lao. Bana, hayo ni maoni ya Ayubu Mgando. Wewe kama kawaida mdau wa soka, Iran vipi, anaweza kubato au ndo anaingia kwenda kutimiza ratiba tu? Bana, tukutane katika episode nyingine Masterclass Ayubu Mgando. Bado tupo sana kuhakikisha World Cup ukae kinyungu.